Mwambie Bwana kitu. Maana Mungu yuko mbinguni. Jina la Yesu. Yes, Lord. Asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa ajili ya mchakazi wako. Uliyeandaa kwa ajili ya neno. Yes, Baba, yeye ni chombo na wewe unatumika ndani mwake. Hivyo mtumie Bwana kama chombo upendacho kwa ajili ya soka ya binodo. Tunakutangaza wewe peke yako Jehova unatawala. Asante Mwokozi, maana unatenda. Baba, tunakamata basi ya utafiti. Mateka. Kila anga inalea uzito. Mateka. Shetani kinyume na neno la Mungu. Mateka. Tumekamata uwezo. Tunakufua mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunatangaza uwezo wako. Ndio Baba. Maana unatenda kulingana na mapenzi yako. Jehova. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Salameni Yohani. Haleluya. Bwana atukuzwe. Amen. Majina langu naitwa Pastor Mary. Nikiwa nimeolewa, niko na mume mmoja na watoto 8 na mjukuu mmoja. Amen. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na kwamba mfupi na utafikiri bado naendelea, kumbe nimefika tamati.
Bwana asifiwe. Nifuatilie kwa manani. Bwana atukuzwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa kunipa ruhusa hii kuja kusimama Midoto kwa ajili ya kazi yake. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya kina Reverend pamoja na wachungaji kunipatia nafasi kuja kuhubiri injili ya Mungu. Bwana asifiwe. Kila mtu achukue nafasi ili tukasikiliza kwa makini. Bwana atukuzwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Kutoka 1:22. Maandiko inasema, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa motoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Nibarikiwe jina la Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Tunaongelea mtoto ambaye anaitwa Musa. Bwana asifiwe. Amen. Musa alizaliwa enzi ya Farao, wakati Farao alikuwa anaua watoto wanaume. Bwana asifiwe. Alikuwa anaangamiza watoto wanaume na mtoto msichana hakuwa anaangamiza. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba Farao wakati alizaliwa, mama ya Farao akaficha Farao. Bwana asifiwe. Wakati alificha Farao, akasema kwamba huyu mtoto amezaliwa mwanaume ili huyu mtoto aziwawe. Yaani Farao akamwila taa. Bwana Yesu afume. Mara inokabu kulomwa naye kama kisa. Wakati alimficha miezi mitatu, mtoto akaanza kujulikana kwa mahali. Bwana atukuzwe. Biblia inatuambia kwamba huyu mama alificha huyu mtoto wake na akaficha kwa nyumba na akasema kwamba sitataka Farao akamwangamiza huyu mtoto wangu. Nitafanya aje? Bwana asifiwe. Lakini Mungu akatenda maajabu. Pastor kuja. Bwana atukuzwe. Tutasoma 2:1 mpaka mstari wa 10 pastor. Ndio tutapata ujumbe wetu hapo. Kutoka 2:1 mpaka 10. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaokoa pindi mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akamchukua mimba, akamzaa mwana. Alipomwona akalipomwona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Kifungu cha 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyezi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Amen. Bwana asifiwe. Na naongelea juu ya Musa. Mungu alikuwa na kusudi ili Musa akazaliwe. Bwana atukuzwe. Biblia inasema kwamba Musa wakati alizaliwa, mama ya Musa akachukua Musa, akamwangalia kwa huzuni. Akaangalia, mtoto wangu ni mzuri, mtoto wangu ni mrembo. Bwana atukuzwe. Akasema huyu mtoto wakati ataingia kwa mikono ya Farao, mtoto wangu ataangamia. Neno la Mungu likasema kwamba huyu mama akawa na roho mzito. Akasema nitafanyaje ili mtoto wangu asiangamishwe? Biblia inasema kwamba alitengeneza kajisafina, akachukua Musa akapeleka mtoni. Wakati alifika mtoni, akaangalia kijisafina hivi inateremka na maji, lakini huzuni ikajaa kwa mama. Akasema mwanangu. Bwana atukuzwe. Wakati aliangalia Musa na akamwambia nimekuachia Mungu. Nataka nikutie moyo mpendwa, kwamba kuna wakati inafika Mungu anataka kukuingiza kwa baraka zako. Haijalishi Farao atasimama. Nataka nikutangazia kwamba Mungu anayeishi atakupigania. Atakupigania kama vile alipigania Musa. Nataka nikutie moyo kwamba Musa wakati alitupa mtoni, akaangalia, Mungu aliagiza mtoto wa mfalme aende mtoni, akateremka akaenda akaoga. Na wakati vijakazi walipofika mahali pale, waliangalia kajisafina. Wajakazi wakarudi, wakakuja wakamwambia msichana wa mfalme, kuna kajisafina mahali. Alitembea kwa maringo, akaenda kukatazama. Wakati alifika akaangalia mtoto, akaangalia mtoto mwema, mtoto mzuri, akachukua na akaenda na huyo mtoto. Mtoto akaenda kalelea kwa mfalme. Nataka nikutie moyo mpendwa, ya kwamba haijalishi maisha unapitia, haijalishi ni nani ambaye anakufaidi maisha yako. Nataka nikuambia kwamba Mungu anaamuru mtu, anakuja kwa upande wako. Mungu anakuja kwa mtu kwa biashara yako. Mungu anakuletea mtu
kusumbuka kwa muda mfupi. Neno la Mungu nasema Mungu anaagiza mtu. Bwana asifiwe. Umelia school fees, nasema mtoto wangu sina school fees. Nataka nikutie moyo mpendwa, ya kwamba Mungu analeta mtu kwa ajili ya school fees. Mungu analeta mtu kwa ajili ya maisha yako. Mungu analeta mtu kwa ajili ya ndoa yako. Mungu analeta mtu kwa ajili ya huduma yako. Mungu analeta mtu kwa ajili ya destiny yako. Haleluya. Piga sadaka makofi. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Hata mtoto wa mfalme akashuka, akatembea, akaangalia. Nataka nikuambie mpaka kuja kwa upande wako, atatembea kwa maringo, akuingiza kwa baraka zako. Amina. Bwana atukuzwe. Amen. Haijalishi Bwana amekukataa. Nataka nikuambie kwamba Mungu anatuma mtu kwa ajili ya maisha yako. Amina. Mungu anatuma mtu kwa ajili ya huduma. Mungu anatuma mtu kwa ajili ya mume wako. Amina. Moyo itakuwa mgumu, lakini Mungu atauponda. Bwana atukuzwe. Amen. Biblia inasema kwamba Musa alisaliwa na sababu. Nataka nikutie moyo kwamba ndoa yenye uko ndani uko na sababu. Haijalishi Bwana amegoroka kwa muda gani. Bwana anasababisha anarudi katika jina la Yesu. Amina. Wewe ambao unakuja katika mgongomano huu, uko na pressure, uko na sukari. Neno la Mungu nasema kwamba sukari inapona katika jina la Yesu. Mtoto wa mfalme anachukua Musa, anaamuru haya magonjwa yanatoweka katika jina la Yesu. Hata maana Musa akalelewa kwa nyumba ya mfalme, na akaamuru mama Musa akakuja akalea mwanawe. Unaenda kumiliki katika jina la Yesu. Anaamuru mtu katika huduma yako, anaamuru watu katika maisha yako, anakuja kukukumbatia na kuingiza kwa baraka zako. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Umelia kwa muda, unafungua biashara haiendi. Umelia. Nataka nikuambia kwamba siku yako ni siku ya leo. Amina. Kwamba Bwana anakuza biashara katika jina la Yesu. Analeta, maana ni mwaminifu. Wakati alitetea Musa, hakuwawa na Farao. Ana uwezo wa kukutetea chini. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Biblia inasema kwamba Musa akalelewa kwa nyumba ya mfalme. Ule adui ambaye ameteka nyara maisha yako, leo hii Mungu anamuamurisha. Kuja katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Amen. Maana Mungu ni mwaminifu. Biblia inasema kwamba wakati Musa alitupwa baharini, mama ya Musa akaona uoga na akaona huzuni. Mama ana huzuni. Wakati ndio mtoto wake inavunjika analia. Wakati wanafukuza mtoto school fees analia. Wakati mume wake kazi imeisha analia. Mama ni mama mwenye huruma. Mama analia. Nataka nikutie moyo kwamba Mungu alibangusha machozi ya mama ya Musa. Akaenda akalea mwanae Musa, na akaletea maziwa, akaletea vyakula. Mungu anasababisha utajiri unakuja usehemu yako katika jina la Yesu. Amen. Mami Yesu afuma Kristo. Mungu anaenda na masomo. Mungu anaenda na moyo ambao umemvunjika na kukubali. Na Mungu atakuinua. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Mama, unaponyenyekea mbele za Mungu, Bwana anaenda kukumbuka familia yako. Wewe Mungu anaenda kukuinua kutoka kiwango cha chini na kiwango cha juu. Maana yeye ni mwaminifu. Kwa sababu ya vikwazo, nataka nikwambia kwamba achilia vikwazo, Baba kuinua. Achilia kulia, Bwana atakukumbuka. Mama ya Musa alilia, akaona mtoto wake atateremka, lakini kumbe Mungu alikuwa ameandaa. Siku ya Musa imefika. Nataka nikutangazia kwamba siku zako zimefika. Siku ya kubarikiwa zimefika. Siku ya kumiliki vitu vizuri vimefika. Siku ya kumiliki masupermarket imefika. Bwana atukuzwe. Amen. Mami Yesu afuma. Mayo Musa kalila. Mama ibaba niende sisa. Maikila wakati wanakuanga na huruma. Lakini Mungu alisikia kilio cha huyo mama. Na akakumbuka mtoto wake. Soni leo Mungu anasikia kilio chako. Anakumbuka watoto wako. Anakumbuka kilio chako. Unapata shamba. Anakumbuka kilio chako. Watoto wako wanapata ndoa. Yale anaolisababa anabange baboroka.
na Bwana atakuinua. Amina. Bwana atukuzwe. Amen. Haijalishi machungu umeyapitia. Mungu leo amefutulia machungu. Katika jina la Yesu. Amina. Yeye ni mwaminifu. Atakutoa mavumbini na kuketisha kwenye kiti cha wafalme. Maana ni mwaminifu. Amina. Mwami Yesu afumbie. Amen. Musa akalelewa kwa nyumba ya mfalme. Mwami Yesu afumbie. Amen. Mtoto wako anaenda kulelewa kwa nyumba ya mfalme katika jina la Yesu. Mtoto wako anaenda kumiliki miji mbalimbali katika jina la Yesu. Mwami Yesu afumbie. Na ndugu wale baba na Kenya. Watoto watasoma mpaka mbali. Wataenda na mandege. Wani na kumunda keta. Wale koja kununa munda kama Mwami Yesu afumbie. Amen. Na ndugu wale sawasa mata. Na wabu na basoma. Sai mai wangu utana kega na baba mumema busa. Amina. Bakupanguzya. Mungu mwalende sinanu. Wale na kusudia mlime nyalila imashako. Amenya bula hii. Amenya bula hii. Amina. Na mfalme. Mfalme. Yesu baba na kubeba. Bwana atukuzwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Fungua mlango huu. Wakati mlango huu umefungwa, baba anafungua mlango huu. Mama Musa alijua kwamba mwisho wa Musa. Lakini kumbe Mungu alikuwa na sababu na Musa. Alikuwa amempangia mpango mzuri. Leo hii Mungu amekupangia mpango mzuri katika haleluya. Kupangia mpango ya kushinda Amen. Haijalishi mawimbi unapitia. Hiyo ni ya muda tu. Mawimbi ni ya muda. Mawimbi ni ya muda. Hii Bwana anakukumbuka. Hii Bwana anakuza moyo wako. Anakupa raha ya moyo. Bwana asifiwe. Amen. Na ndugu mwaloni kama laini kwa kutia yeye. Unaje kama la yano. Anano. Nanu. Alina dabuli sindu. Anakufungulira. Amina. Anakueleza. Haleluya. Mwami Yesu afumbie. Amen. Haleluya. Amen. Baba yetu anasema na baba leo. Bwana asifiwe. Amen. Usisumbukane na mambo yasishuke. Mungu alitetea Musa. Alijua Musa ataongoza wana wa Israeli. Musa akaenda akalelewa kwa nyumba ya mfalme. Leo hii mtoto wako anaenda kuishi kwa nyumba ya mfalme. Amina. Leo hii mtoto wako anamiliki vitu vizuri vizuri katika jina la Yesu. Anamiliki mambo makubwa. Anamiliki. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Leo huu na mai. Siku hiyo nimekuja kwa mkongomano huu. Unapokea amani katika jina la Yesu. Unakuja ukiwa mgonjwa. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Haleluya. Unakuja kwa mkongomano huu. Shamba. Pokea shamba katika jina la Yesu. Amina. Unakuja kwa mkongomano huu. Biashara yako inakusumbua. Pokea wateja katika jina la Yesu. Leo hii umekuja umezushika moyo. Pokea amani katika jina la Yesu. Tunapokea. Amen. Mungu amani wabariki. Amina. Sikia vizuri. Inataka niwalete. Yaani tunapata wapi mama kama huyo anayetangaza watu kufunguliwa? Ambia mtu mwenye wivu ajinyonge. Mwenye wivu ajinyonge. Wewe naona penda kusema ati mimi ni mwanamke tu. Toka huko. Toka upili injili. Bwana asifiwe. Amen. Sikia. Farao alitangaza mauti kwa watoto wanaume. Na Mungu akasikia kutoka mbinguni. Aliposikia akasema watu wangu. Niliwakaramia Farao awamalize. Ninabadilisha agenda. Sikia niwaambia watu wa Binondo. Imefikia majira. Agenda inabadilika. Imefikia majira. Agenda inabadilika. Ya Farao. Isanyamaza. Tunaja kwenye mfalme. Haleluya. Amen. Farao alitangaza ya kwamba vijana wanaume wenye misuli kama pasta hawafai kuishi. Nikwambie, wakati wa Farao ulipitwa na wakati. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Kwenye soka ya mitoto. Ufalme wa Farao tunahusika chini. Kwa jina la Yesu. Ya Farao tunahusika chini. Kwa jina la Yesu. Ya Farao tunaibadilisha. In the name of Jesus.